Katika kupekua simu ya mke wangu niliona meseji zako ukitaka kudeti naye mke wangu, na nikasema nikupigie simu alafu nikakuongopea kwamba tuna mpango na wewe wa kazi, ili tu nikuone wewe nani na imekwaje kuaje mpaka hata kudeti na mke wangu. Yaani nikasema nakutafuta kwa hamu ili niweze kuonana na wewe. Sikiliza, kwa hiyo umenipigia simu upumbavu wenyewe ndio huu, si ndio? Sikiliza, sio kama nataka ni date na mke wako. Kwa taarifa yako, nimesha date naye, sio mara moja, mara mbili wala mara tatu. Wewe unasemaje? Unasemaje? Aje. Mimi sitaki tugombane bwana, na sijakuja hapa kwa sababu kugombana. Nimekuja hapa kwa lengo na madhumuni kuonana, sisi ni wanamume, pengine tunaweza tukasaidiana katika shida hii na ile. Umeshaniona. Unasemaje? Unasemaje? Nisikize blaza. Mimi nilikuwa nataka unisaidie jambo moja. Kuna mwanamke wangu yuko Mwanza. Huyo mwanamke leo amesema anakuja huko. Sasa basi, nataka wewe umkeep busy mke wangu kwa sababu unasema tayari ushakuwa naye kwenye mahusiano. Mkeep busy, yani ikiwezekana umwambie leo afike hapa, alafu mwisho wa siku ulale naye siku 3. Na mimi yule aliyetoka Mwanza nije naye akakalale pale nyumbani kwangu siku 3. Unasemaje? Yani nataka umweke busy mke wangu, yani kuwa naye kimapenzi, mimi radhi, alafu mimi niona ule wa Mwanza. Akishaondoka ule wa Mwanza, naja kumchukua mke wangu, haina shida. Tusigombanishe wanaume wana vitu kama hivyo kusaidiana. Hali imeisha hilo. Sawa, hamna noma. Basi sawa. Kabibi hata wiki akija kikaa wiki sio mbaya pia. Wewe unaitwa nani bwana Kipala? Mimi? Nyegele. Sawa Nyegele. Fanya vitu vyako kaka.